Leo nimechambua video ya Rayvanny ya Touch na ndugu zangu, video hii imenifanya niulize maswali ambayo hata Google hawezi kujibu. Location zimetafutwa, kamera zimezungushwa, outfit zipo, lakini kuna vitu vidogo vidogo nimeviona nikasema, director, hebu turudi hapa kidogo. Kosa la kwanza, vesti ya siri. Kwanza kuna hii scene Rayvanny na binti wakiwa wamevaa bathrobe, yaani hayo majoho ya kuogea. Sasa mimi nikajiuliza, hawa wametoka kuoga au wanaenda kwenye kikao cha familia? Maana bathrobe ni kawaida kabisa baada ya kuoga, lakini Rayvanny anaonekana kama mtu ambaye hajawa comfortable kabisa na hiyo bathrobe. Kuna moments anashikilia upande wa mbele wa vazi na kuna sehemu anaonekana kama anahakikisha nguo haifunguki. Binti yeye yuko relaxed kabisa. Rayvanny yeye ni kama kamera iko wapi? Kamera iko wapi? Msije mkavuta hii nguo bana. Na hapo ndipo najiuliza, kama bathrobe imekufanya uwe na stress kiasi hicho, kwa nini usivae vizuri tu na ukaendelea na sini? Kosa la pili, hisia hazina mwendelezo. Hapa ndipo video imenichekesha zaidi. Mwanzo Rayvanny anavomgusa binti kifuani, hakuna reaction, yaani hakuna mapokezi yoyote, ni kawaida kabisa. Lakini akaja kumgusa tena, aisee, reaction imebadilika. Mimi nikajiuliza, touch ya kwanza ilikuwa demo na ya pili ndio imeingia kwenye system? Kama mwili una reaction tofauti kulingana na touch, basi tunahitaji software update ya hisia. Kosa la tatu, mswaki wa ajabu. Hili nalo ni zito. Rayvanny na binti wanapiga mswaki, lakini hakuna dawa ya meno, hakuna maji, hakuna povu, hakuna hata ile sura ya mtu aliyepiga mswaki. Wanaendelea tu kupiga mswaki kama wamepewa mission ya dakika 30. Yaani wameambiwa endelea kupiga mswaki mpaka director aseme cut. Sasa mimi nikasema, wanapiga mswaki au wanafanya rehearsal ya music video? Na ndio maana baadaye walipofika kwenye mambo ya kubusiana, midomo ikawa haikutani vizuri. Ni kama kila mmoja alikuwa anaogopa kuuliza, umetumia dawa ya meno kweli? Kosa la 4, binti hana furaha. Rayvanny yeye karibu video nzima anaonekana kama mtu aliyeshinda jackpot. Tabasamu mpaka unaanza kujiuliza, huyu amekuja kufanya video au amepata mshahara? Lakini binti mara nyingi anaonekana yuko serious. Mimi nikasema labda script ilikuwa Rayvanny uwe na furaha, wewe dada usioneshe sana. Kuna nyakati unaangalia Rayvanny anacheka, ukigeuka kwa binti kanuna. Sawa, chemistry yao wakati mwingine inaonekana kama mmoja yuko kwenye romantic music video na mwingine yupo kwenye interview ya TRA. Kosa la 5, locations ni kubwa, story ni ndogo. Hili ndilo kosa kubwa zaidi kwangu. Video imetumia locations nzuri, pool ipo, nyumba nzuri ipo, mazingira mazuri yapo, camera movement zipo, lakini nilichokikosa ni story inayounganisha hizo locations zote. Ni kama umepewa milioni ya kupika chakula, ukanunua sahani nzuri, meza nzuri, vijiko vizuri, halafu mwishoni ukiweka chipsi 3. Video ingekuwa na story ndogo tu, labda tuone wamekutana vipi, nini kiliwaunganisha, kuna conflict gani, halafu mwishowe kuwe na payoff. Hapo hizi location zingekuwa na maana zaidi. Kwa sasa kuna wakati unaona location inabadilika, unaanza kujiuliza, tumefika hapa kwa sababu ya story au Google Maps imetupoteza? Kwa ujumla, video ina production value kubwa, lakini kuna vitu vidogo vinavyoweza kumtoa mtazamaji kwenye mood ya video. Vesti ya siri, hisia zinazobadilika, mswaki usiokuwa na dawa ya meno, binti mwenye furaha kidogo, na location nyingi ambazo zingefanya vizuri zaidi kama zingekuwa na story kali. Lakini kama nimekosea sehemu yoyote, usinipige mimi, mpigie director simu. Na kama umeona kosa jingine kwenye touch ambalo mimi sijaliona, liache kwenye comment, maana tunafungua kesi nyingine. Like, subscribe na comment.